Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amina. Ndugu wapendwa, karibuni tena katika Magesa Channel. Leo tunamfahamu mtakatifu mashuhuri katika historia ya kanisa, naye sio mwingine bali ni Mtakatifu Benedikto wa Nursia, anayejulikana kama baba wa maisha ya kitawa ya Magharibi. Mtakatifu Benedikto alizaliwa mnamo mwaka 480 baada ya Kristo katika mji wa Nursia nchini Italia. Alitoka katika familia ya Kikristo iliyomlea katika hofu ya Mungu. Alikuwa na dada pacha aliyeitwa Mtakatifu Scholastica, ambaye naye baadaye alijitoa kikamilifu kwa maisha ya kumtumikia Mungu. Benedikto alipokuwa kijana alitumwa mjini Roma kwa ajili ya masomo. Hata hivyo, alisikitishwa sana na maadili yaliyokuwa hapo mjini humo. Aliona jinsi watu wengi walivyokuwa wakiishi maisha ya anasa na dhambi, jambo lililomfanya amue kuacha masomo na kutafuta maisha ya sala, ukimya na utakatifu. Alijitenga katika eneo la Subiaco ambapo aliishi ndani ya pango kwa takribani miaka 3. Katika kipindi hicho alitumia muda mwingi kusali, kufunga na kutafakari neno la Mungu. Mtu mmoja mtawa aliyeitwa Romanus alimsaidia kwa kumpelekea chakula kwa siri. Kadiri muda ulivyopita, watu wengi walivutiwa na mfano wa maisha yake matakatifu. Walianza kumfuata wakitaka kujifunza namna ya kumtumikia Mungu. Benedikto akaanzisha jumuiya kadhaa za watawa, akawafundisha kwamba maisha ya Kikristo yanahitaji sala, kazi na utiifu. Baadaye alihamia Monte Cassino ambako alianzisha monasteri maarufu sana iliyokuja kuwa kitovu cha maisha ya kitawa katika Ulaya. Huko aliandika kanuni ya Mtakatifu Benedikto maarufu kwa kauli ya Kilatini Ora et labora, yaani sali na fanya kazi. Kanuni hiyo ilisisitiza maisha ya sala, unyenyekevu, utiifu, upendo wa kindugu na kufanya kazi kwa bidii. Mtakatifu Benedikto pia alijulikana kwa busara na karama mbalimbali ambazo Mungu alimjalia. Historia ya kanisa inaeleza matukio mengi ya miujiza, ikiwa ni pamoja na kuwaponya wagonjwa, kutambua hatari zilizokuwa zinakuja na hata kuokoa maisha ya watu kupitia sala zake. Siku moja baadhi ya watu walitaka kumuua kwa kumpa kikombe chenye sumu. Kabla hajanywa, alifanya ishara ya msalaba juu ya kikombe hicho, nacho kikapasuka mara moja. Tukio hilo lilionekana kuwa ishara ya ulinzi wa Mungu juu ya mtumishi wake mwaminifu. Mtakatifu Benedikto alifariki dunia tarehe 21 Machi mwaka 547. Inasimuliwa kwamba kabla ya kufa alipokea sakramenti takatifu. Akasimama akiwa ameinua mikono yake katika sala, kisha akamkabidhi Mungu roho yake kwa amani. Baada ya kifo chake, heshima yake iliendelea kuenea duniani kote. Kanuni yake imekuwa msingi wa monasteri nyingi kwa zaidi ya miaka 1500. Mwaka 1964 alitangazwa kuwa mlinzi mkuu wa Ulaya kutokana na mchango wake mkubwa katika kulinda na kueneza imani ya Kikristo na elimu. Mafunzo tunayojifunza kutoka kwa Mtakatifu Benedikto. Kwanza, maisha ya sala ndio msingi wa maisha ya Mkristo. Pili, kazi ya halali ni sehemu ya ibada tunapomfanyia Mungu kwa uaminifu. Tufanye kazi ila ziwe kazi halali. Tatu, unyenyekevu na utiifu humkaribisha mtu katika neema za Mungu. 4, utakatifu haupatikani kwa siku moja bali kwa uaminifu wa kila siku. Ndugu wapendwa, Mtakatifu Benedikto anatukumbusha kwamba dunia inaweza kubadilishwa na watu wanaoamua kuishi kwa uaminifu mbele za Mungu. Mtakatifu Benedikto wa Nursia, utuombee. Asanteni kwa kutazama Magesa Channel. Kama umejifunza jambo kupitia video hii, usisahau kuipenda video hii, kuisambaza kwa wengine, kuandika maoni yako na kujisajili kwenye channel au kusubscribe ili uendelee kupata masimulizi ya maisha ya watakatifu na mafundisho ya Kanisa Katoliki. Mungu awabariki wote. Tumtukuze Bwana, tumshukuru.